help you through this process. I'll make sure everything happens. Nini bana haya? Mtoto wako mgani? Msiati mtoto tafadhali. Msiati. Sisi mtoto wako, mtoto ni wangu. Si wako alikufa tukazika. Unamjua? Mimi namjua lakini sijazaa wake tukazaa tulizika, alikufa na tukazika. Sasa nini? So unajua mtoto wake alikufa? Alikufa. Huyu ni wangu mtoto. So huyu ndo rafiki yako? Kwanza hata sijui mnarekodi nini mimi, sijui mnanirekodi nini. Sijui kamera za nini mnanichukua. Ama ndio tukuelezea kila kitu. Sasa tuibi watoto, mbona tuibe watoto? Na mnaniita nini hapa? Nini ametuambia ni rafiki yake? Mnanitia nini hapa? Mimi sifai kukua hapa, hata nimeacha kazi mingi sana zangu kwa nyumba. Mkiniita vitu za ujinga hapa nikuja nifanye. Tumbe tu mtoto wake. Mtoto mgani wake tulizika? Si ndo mtoto wake. Si wake, huyu ni wangu mtoto. Kwa hiyo mtoto ni wako? 100% sure. Niko sure. Tukipima DNA sasa itaonyesha ni wewe. Twende saa hii, hebu twendeni saa hii hadi. Twendeni saa hii. Mtoto ni wangu si wake. Mtoto wangu huyu. Hata huyu mtoto wa leo anafanana. Tukazika. Bwana leo mtoto imeacha na angalia yake. Mmesema kuna DNA ama mnataka kunibia mtoto? Si hata tuko hapa kukuibia mtoto. Si tungo tunataka kumibia tunamchukua tukimbie tuende. Haina shida. Sasa fanyeni hivi, twendeni DNA. Si DNA iko. Hebu twendeni. Tulia. Kila kitu cha kwanza. Unajua mtoto ni wangu. Huyu nimelea miezi ngapi sasa? 7 years, 7 months. 7 months. Sai. Na mlizao si moja, ulizao si moja. Alikuwa hiki tena na mimi na yeye. Time moja. Saa 3 usiku. Akuwa aje mtoto ni wake na ni wangu. So uliona mtoto wake akikufa na akazikwa. Na tukapeleka tukazake hadi mimi nilimpeleka, si mimi ni best yake. Hello my people, mnaendeleaje? Hope mko poa. It's been a while. Si sana but tumekuwa tukishughulikia mambo mawili matatu. Hope mnaendelea poa. Kwenye you have been trying to reach us out. Tuko tu but kama bado hatuja reply. Shughuli ndo zimekuwa mingi but we are back. Yeah, we are back like we never before. So leo tuko na mteule wetu hapa. Bidhe kuna watu wana confuse mteule na spirit. Yeah. She's not a spirit. Huyu ni mtu you can access. Huyu ni mtu you can talk to. You can sit down and talk with her. You can call her and talk to her. Tukiendelea nitawapea namba yake. Wenye mnataka communicate na yeye mnaweza communicate na yeye. Awaombe, mkutane, muombeane hivyo. Yeah. So she's not a spirit. Ni mtu unaweza ongea naye face to face. Mnaweza kutana muongee naye akuombe. Ni vile saa she was chosen kutusaidia kwa hii mission na akapewa the powers za kutusaidia kwa hii mission, but she's not a spirit. With me niko na ni mgeni anaitwa Ann, yeah, right? Yeah, alitupigia jana na mteule. She has some 2-3 tushida kidogo angetaka tutatue. Yeah, she's our fan by the way. Most of the people wenye mtakuwa mnatuona nao mostly ni mafans wetu wenye wametuona wanahitaji msaada wakatu reach out. Yeah, so most of the people ni our fan. Pia yeye ni our fan. Amekuwa akifuatilia stories zetu, anaona vile mteule amekuwa akisaidia watu. So akaniambia, Doreen, nataka kuongea na mteule. Jana akatupigia tukaongea na yeye. So kama pia uko hapo na uko na shida unataka kutupigia, unaweza ni reach out namba yangu ama very soon nitapeana namba yake, reach out, muongee, tuombe. Kama ni kitu unahitaji sisi tukutane, we can meet and see what to do. So salimia watu. Sasa ni mko poa. Mimi nilikuwa na shida nikapiga simu nikaongea na mteule akatuambia to meet hapa, anaweza nisaidia juu kuna shida kadhaa niko nazo. Yeah, so hiyo ndio imekuwa shida yake. Alitupigia jana akaniambia, Doreen, mambo poa, anaweza ongea na mteule? Nikamwambia mteule unaweza ongea na yeye. After ameongea na mteule akamwambia kama kesho inaweza kuwa possible tunaweza meet, then tuone venye tunaweza fanya kuhusu hiyo shida yake. So before hata tuendelee tunaweza pia mteule wetu atuombe. Tunajua whenever we start with prayers vitu zinakuwa fine. So mteule wetu unaweza tuombea. Haya, tuombeni. Thank you Lord for the day.
thank you for giving us this wonderful day. Asante kwa kutufikisha hapa, kwa kutupatanisha na Ann, na tunaomba ukatupe nguvu ya kutatua mambo yake, ukatuongoze kiroho tukaweze kumsaidia kutatua mambo yake, na ukatupe Roho wako Mtakatifu ukawe pamoja nasi na ukakemee mambo yote mabaya, ukatusaidie na ututie nguvu. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. So yeah, this is Ann. Vile tulikuwa tumeongea na yeye jana, ukamwambia akuje kama anaweza kuja. So amekuja, sijui kama unaweza muelezea according to unaweza tu brief tu kidogo vile alisema jana, na then utuelezee kama shida yake, kama unaweza msaidia na hiyo shida yenye alikwambia, then it will be good. So Ann, jana vile tuliongea na yeye, aliniambia amekuwa na mambo mingi anamsumbua kimoyo, you know, kind of depression, na mambo mingi zinamsumbua kwa moyo. Anasikia tu she's grieving but she doesn't know what she's grieving. So vile niliongea na Ann jana, she was able to tell me the way she's going through grief and everything she's going through. She's feeling pain in her heart and she doesn't know what is happening. Ni kama elewi wewe uchungu anasikia kwa moyo unatoka wapi. And you know, heart problems when you are depressed and stuff like that zinaweza kuja kusumbua mtu. So she reached out to me and told me kama naweza msaidia with whatever she's feeling, kama I can be able to bring light into whatever she was feeling. And when I talked to her, niliingia kwa maombi and I was able to see things that are disturbing her and a lot of things that are causing chaos kwa maisha yake. So nimekuja leo kumsaidia kutatua hizi shida zote and to make sure she's okay and whatever she's going through is solved today. So I am here to make sure I answer every question she might have from that grief and whatever she's going through. Na nihakikishe moyo wake umetulia na whatever she's going through mentally, amesaidika. Ann, kwa watu wenye maybe this is the first time hawajawahi kuona, hawajui what we are talking about, unaweza waelezea tu kwa kiufupi tu kidogo what you have been going through, nini umekuwa ukipass kwa maisha yako, to a point that umeona mteule na ukasema nataka huyu mtu anisaidie. So unaweza elezea nini umekuwa ukigo through? Okay, nilikuwa na mimba. Nikabeba mimba for 9 months and then after 9 months nikaenda hospitali. Kwenda hospitali nikaenda nikajifungua mtoto. So kwa ile harakati ya kujifungua mtoto, daktari akaniambia mtoto amefariki. So ile harakati ya kumwambia daktari hivi kuniongelesha, kunikonsole, akaniambia nichukue mtoto tuende tukazike. Tukaenda na mtoto tukazika, but at that time kitu tu inaniambia no, huu si mtoto wako. Nile tu yenye tu najikonsole mimi mwenyewe nikisema hapana, si ukweli, ni ukweli, si ukweli, naona ni kama ndoto. And then nikilala nasikia tu vitu tu zinanikujia tu inaniambia Ann, mtoto mwenye ulikuwa na yeye si wako, mtoto wako ako uhai. So hiyo kitu tu inanichocha na kunituma nasikia tu I'm not comfortable. Vitu kama hizo sasa. Yeah. So hiyo ndio imekuwa shida yake. Alizaa mtoto hiyo akapewa usia kama mtoto wako amepass, but for her kuna something inamwambia mtoto wako hakupass. Yule ulizika si mtoto wako, amekuwa experience dreams. Mtoto analia anamwambia we mali nilizikwa si hapo, we si mamangu. Hizo vitu tu za kawaida. So ndio maana akasema acha tutafute tuone kama what she has been dreaming and experience kama ni ukweli. Kama huyo kweli ni mtoto wake, we can see vile tunaweza omba tukatanishe hizo spirit za mtoto wake kumkujia. But kama si mtoto wake vile amekuwa akiona, then tunaweza see vinye tutafanya kama mtoto wake bado ako hai ama pia mtoto wake ako wapi. Tuone kama tunaweza pata mtoto wake kama kweli mtoto wake si huyo mwenye alizika. Yeah, so unaweza muelezea vile alikwambia. We umesema ukiomba kuna vitu ulioneshwa zinaweza msaidia kutatua shida zake. Yeah. So Ann, jana nilivyokuwa nikiomba, nilipata kuona shida zako na nikaona pali shida zako zimeanzia, na I am here to bring you answers. Nimekuja hapa kupea majibu kwa hizo mambo zote unapitia, uchungu wote wenye unasikia and the grief you're going through. I am here to help you find answers. Na kenye nitakuambia leo, wakati nilikuwa naomba nilipata kuonyeshwa mambo mingi. It's broad, vitu mingi zenye haukuwa unajua. So hizo mambo mingi zenye nilionyeshwa ni mambo mazito. Sasa ningetaka ukue na imani na uchukue
whatever I'm going to tell you seriously. So I am na bedha kidogo ulikuwa umemwambia kuja na rafiki yake. Sijui kama ulimwambia. Nilikuambia ukuje na rafiki yako. Ulikuja na yeye? Ulimwambia? Nilimwambia tukuje. So anakam? Anakuja. Okay. Sasa nakwambia nimekuja hapa kuletea a lot of answers to whatever you're going through is something that I know of. Na haina haja ukae na a lot of confusion kwa moyo wako while it's something that I know what is happening to you. Sasa nataka nikuambie chenye kinaendelea, but usikue na hofu. It's something that we can be able to help you. So hii tunarudisha back to wakati ulikuwa unazaa. Si kuna rafiki yako mlienda kuzaa na yeye? Kuna rafiki yako mlienda kuzaa na yeye? Sasa tukirudi pale hospitali, ulijifungua mtoto wa kike ama wa kiume? Nilijifungua baby bouncing boy. You gave birth to a boy. Na rafiki yako alizaa kijana pia, si ndio? Sasa wakati mlikuwa pale hospitali, after umejifungua, daktari alikuambia aje? After wamechukua mtoto wameenda kumsafisha, daktari alirudi akakwambia aje? At that time mimi sikuwa najisikia, nilikuwa yani niko nini kabisa. So ile time yenye niliamka ndo daktari aliniambia okay, nilideliver but nimedeliver mtoto mwenye amekufa. Sasa hapo ndio shida ilianzia. Sasa wakati ulipoteza fahamu, you know, after umezaa ulipoteza fahamu. Huo wakati ulipoteza fahamu na rafiki yako akazaa. Rafiki yako huyo mwenye mlikuwa na yeye, ilikuwa huyo rafiki yako mwenye mlikuwa na yeye huko pale mlikuwa mnajifungua hospitali, alizaa pia yeye mtoto wa kiume. Na huyo mtoto wake wa kiume aliaga dunia. Na wewe pia ulizaa mtoto wa kiume, lakini mtoto wako nataka ujue yuko hai. Mtoto wako yuko hai. Uko serious? Uko serious? Uko serious? It's okay, mama. Usilie. It's okay. Don't cry. Usilie. Kila kitu itakuwa sawa as long as mtu yule ashakuja, utapata mtoto wako yana atakusaidia. Yeah. Usilie. Atakusaidia kupata mtoto wako. Kama kweli amekwambia mtoto wako ako hai, atakusaidia. Usilie. Si umekuwa na ndoto mingi za mtoto wako. Sasa nataka ujue leo mtoto wako yuko hai. Na wakati ulijifungua, rafiki yako alienda akaongea na daktari na akapata kuambia daktari kwamba ilikuwa baada ya mtoto wake kufariki. Akapata kuambia, naomba unisikize. Please acha kulia, atakusaidia please, usilie. Atakusaidia, don't cry. Kila kitu kitakuwa sawa. Akishakwambia mtoto wako ako hai, atamekisha mtoto wako amekuja. So please don't cry. It's okay. After mtoto wako amezaliwa, daktari alichukua mtoto wako na rafiki yako after mtoto wake amekufa akampeana kwa rafiki yako, na wewe ukapata kupewa ule maiti wa mtoto mwenye alifariki. Najua ni jambo ngumu. I know it's something that is very much emotional, so I want you to take it easy. It's okay. Take it easy. Kila kitu itakuwa sawa. Akishakwambia mtoto wako ako hai, be assured that atakupea mtoto wako. So usilie, don't cry. Kila kitu itakuwa sawa. I know it's so much emotional. I know it's so much pain, but kila kitu itakuwa sawa. Okay. Sasa Ann, daktari alipewa pesa na rafiki yako. Aswa siwezi sema ni pesa kiasi gani, lakini rafiki yako alimpa pesa. Akamwambia kwa sababu mtoto wangu amekufa na niliambia bwana yangu niko na mimba na lazima nikuwe na mtoto, alichukua ule mtoto wako na akapewa. Sasa wewe ulipewa mtoto mwenye amefariki uende ukazike, lakini mtoto hamna uhusiano na huo mtoto. Kabisa hamna uhusiano na mtoto. Ndio maana kwa moyo wako umekuwa ukijua hizi mambo zinakufanyikia, umekuwa with a lot of grief. The grief is coming from there. Kwa sababu you are grieving something that is already here. Whatever child you're grieving for ni mtoto mwenye ako hai. And whatever child you buried with so much pain and the cry, I can see how much you cried during the burial ya huyo mtoto. Nataka kuambia huyo mtoto hamna uhusiano. Na huyo mtoto mwenye ulipewa si mtoto wako. Na mtoto wako yuko hai, na nilivyokuwa nikiomba niliona mambo mengi, na when I am here to bring you those answers. Kwamba daktari alipeana mtoto wako na mtoto mwenye ulipewa si mtoto wako. Na rafiki yako aliweza kupeana
kupeana pesa, akapewa mtoto wako na akaenda kumlea. Hivyo nilipata kuona machozi ulilia when you're burying that child. You loved that child and thought of it kama mtoto wako. And I saw how much grief took over you, but nimekuja hapa kuletea answers na kuambia mtoto wako yuko uhai. Na hiyo mambo yote ya kuomba nilipata kuonyesha kwamba mtoto wako yuko uhai na yuko sawa, na kuna mtu anamlea. Rafiki yako ndo alichukua mtoto wako, na nimekuja hapa kukusaidia ili upate majibu haya. Najua hili ni kitu cha kikwazo, kitu kikubwa sana. Don't worry, everything is going to be okay. When you see me, just know things are going to be okay. And I felt your pain. Na nimekuja hapa kukupea answers. Na don't worry, everything is going to be okay. I am here to bring you peace and make sure everything goes well, and I will help you through this process. I will make sure everything happens. Nini bana haya? Mtoto wako mgani? Msiati mtoto tafadhali. Mimi sina mtoto wako, mtoto ni wangu. Si wako alikufa tukazika. Unamjua? Mimi namjua lakini sijazaa wake tukasaa tulizika, alikufa na tukazika. Sasa nini? So unajua mtoto wake alikufa? Alikufa. Huyu ni wangu mtoto. So huyu ndo rafiki yako? Kwanza hata sijui mnarekodi nini mimi, sijui mnanirekodi nini. Sijui kamera za nini mnanichukua. Ama ndio tukuelezea kila kitu. Sasa tuibi watoto, mbona tuibe watoto? Na mnaniita nini hapa? Nini ametuambia ni rafiki yake? Mnanitia nini hapa? Mimi sifai kukua hapa, hata nimeacha kazi mingi sana zangu kwa nyumba. Mkiniita vitu za ujinga hapa nikuja nifanye. Tumpe tu mtoto wake. Mtoto mgani wake tulizika? Si ndo mtoto wake. Si wake, huyu ni wangu mtoto. Kwa hiyo mtoto ni wako? 100% sure. Niko sure. Tukipima DNA sasa itaonyesha ni wewe. Twende saa hii, hebu twendeni saa hii hadi. Twendeni saa hii. Mtoto ni wangu si wake. Mtoto wangu huyu. Hata huyu mtoto wale anamfanana. Tukazika. Bwana leo mtoto imeacha na angalia yake. Mmesema kuna DNA ama mnataka kunibia mtoto? Si hata tuko hapa kukuibia mtoto. Si tungo tunataka kumibia tukamchukua tukimbie tuende. Haina shida. Sasa fanyeni hivi, twendeni DNA. Si DNA iko. Hebu twendeni. Tulia. Kila kitu cha kwanza. Unajua mtoto ni wangu. Huyu nimelea miezi ngapi sasa? 7 years, 7 months. 7 months. Sai. Na mlizao si moja, ulizao si moja. Alikuwa hiki tena na mimi na yeye. Time moja. Saa 3 usiku. Akuwa aje mtoto ni wake na ni wangu. So uliona mtoto wake akikufa na akazikwa. Na tukapeleka tukazaka mimi nilimpeleka, si mimi ni best yake. Nilimpeleka Huyu ni mtoto wangu. Sasa hapa tutatatua aje hii graving? Hii tutaitatua aje? Sasa kitu fanye. Jara mimi sielewi sasa. Hatuwezi chukua mtoto tuende na yeye. Mteule, hebu tusaidie na kufikiria. Hili kwanza ni jambo kubwa lenye linahitaji kwanza serikali kuingililia na mambo mingi kufanyika. Si jambo la urahisi. Ama mteule umuelezee kufanyika. Si jambo la urahisi. Ama yeye anaweza kuwa ajui kama huyo mtoto si wake. Ulifanya vitu ukidhani ni vitu zimefichika. Mambo yako yenye ulifanya ukidhani ni mambo yamefichika leo yamefichuliwa, na rafiki yako vitu za uhuni zenye ulimfanyia na vitu mbaya zenye ulimfanyia. Mambo gani hiyo? Mambo yamefichuliwa wakati mlienda kuzaa go. Mimi hakuna mambo nilifanya. Ningekuwa aje? Yaani tulia. Mtakumaanishaje sasa juu mnasema ni mambo yangu nimefanya? Mnamaanishaje? Vitu zote zenye ulifanya na whatever agreement ulikuwa nayo na huko kwenye mlizaa, whatever agreement mlikuwa nayo na huko kwenye mlizaa na rafiki yako, unajua nini ilitendeka. Si jambo tunafai kukuambia, ni jambo unajua. Kama anajua mbona anajifanya? Kama unajua usipeane mtoto wenyewe. Mbona ona huyu mama vile analia? Ona tu vile analia. Huu ni uchungu wa mzazi ambaye this is the pain of a woman that you grieve for a child. Lakini shida ni kwani Saidi amefikiria kajua mtoto ni mimi niko na yeye ama ni nini? Amekuwa hata asemekuwa akikuelezea ndoto anaota. Na venye aliamuka venye tulizaa venye aliamuka aliambiaje na madaktari wenyewe walimwambia aje? Wewe unajua historia ama ujui? Wewe jua tu mipango yako imeanguka leo. Vitu zote zenye ulifanya that 1 year ago they failed today. Today we are here to bring answers to this grieving mother. Ni mama amekuwa akibeba uchungu mwingi kwa roho yake ya kudhani mtoto wake alikufa, na unajua ukweli.
Mimi sina hiyo And kweli. you as a woman you are not able to grieve your child kwa sababu hiyo grief uliekelea mwanamke mwingine na akaishi na uchungu wa Tulia. bila Hiyo kujua nayo mtoto wake kweli mimi sijui. Kweli mimi sijui yenye mko nayo. you are being so inhumane kwa this woman. Unaona hata mtoto ni kama ana That's feel right. the connection of a That's mother and right. child. See the child is Unaona huyu mtoto hata analia akiona ni kama anaona huyu ndo mamake. Siwezi kubali. Juu sasa venye yeye alizaa sikatai. Unajua Lakini tunaweza sasa kuwa hapa nakazika. tunaongea mambo mingi lakini Tulia, unajua know what happened. Najua moyoni unajua ni nini ulifanya. Na vitendo zote zenye zinafanyikanga utokea kwa life. Watani kushinda mkiniambia maneno ya ujinga. Nilikuwa nadhani ashakuwa mwerevu. Bado hajakuwa mwerevu. Bado ujinga unamfuatanga. Ujinga yafuata, ona we, ngoja. Ujinga yafuata nani? Si mama mtoto na mwenye nasema ni mtoto wake huyo Ann. Kwa nini ujinga gani? Si mbona usitulie? Mbona unakuwa mkali? Nilikuwa nadhani alikuwa mwerevu. Kumbe bado ujinga bado Kwani anaibeba anakuanga tu. mjinga? Eh? Anakuanga Ni mjinga. mjinga ndio nasema mtoto ni wake aje. Na si utulie basi ukuje chini. Nitulie nini? Mambo yake yamejifichua ndio maana anataka mambo kufanya yenye mimi kufikia. najua. Hili ni kitu tutafuatilia, tutaenda kwa serikali na tutafuatilia Hata kitu. twendeni Hata hata hospitali, Ona. hata there is hata DNA mkitaka test, twende that is DNA what ni we are sawa, going mimi to do. nimekubali iko sawa, twendeni hata kama ni Hivyo sawa. ndio njia Na tutafuatilia mwacha kunipesa kupea kazi ya mwanamke ujinga, mimi niko na answers. kazi yangu This woman nimeacha. needs answers for whatever happened to her hapa child. mimi. Sasa She needs justice. unaenda? Sina narudi kwangu. Sasa mlikuwa mnanitia nini hapa na hakuna kitu ya maana Anna mnanitia. anahitaji justice for whatever you did pretending to be a friend. She needs justice for her child. Hiyo ni nini? You are the mnataka one who was kuniambia? supposed to Mimi grieve for your sijui, child. You sijui kept hiyo a woman mimi. grieving for a child that is not there. Mnanisha hapa bure. Hata nilikuwa ndani pesa mnanitia. Mnaniambia nini? Hata kama tuta involve serikali lakini We will find answers for you. We will involve serikali na mambo yote na tutahakikisha DNA imefanywa. Uko ready kupeana samples zako tufanye DNA? Uko ready kupeana samples tufanye DNA? Tutapeana samples, tutatafuta daktari tupeane samples tufanye DNA. Usijali mama. mtoto wako utampata. Tuta make sure umepata huo mtoto. Utamake sure mtoto wako umempata. As long as ushakwambia mtoto ni wako na uko washo mtoto ni wako utampata.